Kanisa, haleluya. Narudia, nasema kanisa, haleluya. Sasa ngoja leo hii nikupe jambo la tatu na la mwisho katika mambo matatu yaliyomo ndani ya sadaka. Ila somo hili bado linaendelea kwa sababu Mungu ameendelea kunipa ufunuo juu ya somo. Ameendelea kunipa ufunuo. Kwa kadri litakavyokuwa linaongezeka na mimi naendelea kukupasha. Naendelea kukupa, naendelea kukupatia, naendelea kukunong'oneza, naendelea kukuelekeza. Bwana ainuliwe. Jambo la tatu katika sadaka. Sadaka ina nguvu ya kuweka ukumbusho. Sadaka ina nguvu ya kuweka ukumbusho. Watu wengi wanatamani sana kufika mbinguni. Ni kweli. Lakini tutakapofika mbinguni, hatutakipata kitabu kimoja tu cha watakatifu. Hapana. Tutakipata kitabu cha watakatifu. Tutakipata kitabu cha wenye dhambi. Tutakipata kitabu kinachoitwa kitabu cha ukumbusho au matendo. Amina. Jamani, haleluya. Jamani, nasema kanisa, haleluya. Narudia, nasema kanisa, haleluya. Kwa ukinyoka na utakatifu tu ukasahau sadaka, bado ni tatizo. Sawa sawa na mtu ambaye anaweza kutembelea mguu mmoja, na huyu mtu tunamwita nani? Kiama. Wakati mwingine unawalazimisha hata watu, wakati mwingine unawapigia hata simu unasema, mpendo wangu mbona hunikumbuki? Hata kuniandikia message hakapo. Hawawezi kukuandikia message kukukumbuka wala kukupigia simu. Huna sadaka kwao. Kila mwenye sadaka huwa anakumbuka. Amen. Iwe kwa message, iwe kwa salamu, anakumbukwa. Jamani, haleluya. Amen. Kitabu cha Samueli wa pili. Samueli wa pili ile sura ya 9. Alafu ule mstari wa kwanza. Wale wasomaji ambao wanaweza kusomea vizuri, ninaomba wanisomee. Tunataka tujifunze habari za mtu mmoja alikuwa anaitwa Daudi. Daudi kwa Kiebrania maana yake mpendwa wa Mungu. Amen. Sawa na Roho. Amen. Samueli wa pili sura ya 9 mstari ule wa kwanza. Samueli wa pili sura ya 9 mstari wa kwanza. Ndio. Kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli ili nipate kumtendea mema kwa ajili ya Yonathani? Simama kidogo. Nilipokuwa ninazisoma hizi habari, afu nikasema Daudi alikuwa mtu wa ajabu. Kumbuka, mtu aliyemwinda ili kumuua ni Sauli. Na Sauli alikuwa mfalme wa Israeli muda ule. Na nabii aliyekuwa anaongoza alikuwa anaitwa Samueli.
Kanisa Bwana ainuliwe. Sasa uone Mungu kitu kinachotokea. Usichoke kusimama. Usichoke. Ukichoka ndio ni kwa sababu ya kosa la chungu. Kumbuka Sauli alipomtafuta sana Daudi ili amuue. Mtu aliyemsaidia Daudi asiuawe ni Yonathani. Amen. Yonathani alikuwa mtoto wa Sauli. Kwa lugha rahisi, Yonathani alimsaliti Sauli. Yes, amen. Kanisa Bwana ainuliwe. Sasa ukifuatilia urafiki kati ya Yonathani na Daudi, urafiki wao ulidumu kwa muda mrefu, na maneno waliotamkiana yalikuwa maneno ya baraka. Moyo wangu kama moyo wako, na moyo wako kama moyo wangu. Mungu akagonga mkuli bila kujali kwamba pana uadui kati ya Sauli pamoja na Daudi. Yonathani akasimama katikati. Haleluya. Amen. Jamani, haleluya. Sasa umefika muda ambao Mungu ameshasema kwamba nimeshamwacha Sauli, sitakwenda pamoja naye. Hakuna kitu kibaya ndani ya maisha yako watu wa Bwana. Yes. Ni hatari iliyo mbaya kuliko chochote. Amen. Amen. Afadhali uingie hasara kwenye makabale, uingie hasara kwenye nyanya na magandabo, uingie hasara hata kwenye shughuli zako zote, uteketee hata na mali yako yote. Lakini kisa cha kuachwa na Bwana ni hasara ya milele na milele ambayo huwezi kuikimu tena. Yes. Amina. Bwana anasema sababu nimejitafutia mfalme mwingine. Ndio nani sasa? Daudi anapoongoza ile nchi aliongoza kwa miaka mingi. Baadaye anapofika ukingoni, kumbukumbu zikaja ndani ya moyo wake. Kuna mtu aliyemtendea jambo jema aliyekuwa anaitwa Yonathani, na ninaamini Yonathani muda alikuwa hayuko hai kulingana na maandiko. Ndipo Daudi anaanza kukumbuka sadaka yake Yonathani jinsi aliyomwokoa na baba yake. Ndio kujengwa. Natamani ni ndipo anasema hebu akaanza kufuatilia. Je, mwanangu nafikiri Bwana alifundisha somo hili. Ni wiki mbili zilizopita, si ndio? Akaanza kukumbuka. Kumbukumbu ikaja. Je, kwenye familia ya Yonathani. Sasa mimi ninahitaji kurudisha shukrani yangu. Je, kuna familia yake bado ipo? Ndipo Biblia inasema uzao wa Yonathani, uzao wa Sauli ulikuwa bado upo. Sadaka inafuatilia. Amen. Jamani, Bwana ainuliwe. Uzao bado upo. Akaanza kutafuta. Nitafutieni kama kuna uzao wa Yonathani, maana alimtendea mambo mengi, alikumbuka sadaka zake. Amina. Sitamani nikuchoshe sana. Ndipo baadaye Biblia inasema kwamba wakamwambia yuko mjukuu wa Yonathani naye ni kilema. Na wakasema kanilete ale mezani. Akakumbuka sadaka inakumbusha. Amina. Hata wale wapendwa wako waliokusahau, wapendwa, sadaka inakumbusha. Amina. Ili uamini kwamba kweli sadaka wewe inakumbusha. Hebu twende
kusoma ile kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura yako, Matendo ya Mitume, ile sura yako, alafu ule mstari, tuanze ule mstari wa kwanza. Ninafikiri ndio ule mstari wa kwanza. Ndio, tuanze ule mstari wa kwanza. Biblia inasema nini? Ndio. Ndio. Mtu mtaua, mchawi wa Mungu. Ndio. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi. Tusimame kwanza hapo. Mtu mtaua, mchawi wa Mungu, naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi pamoja na kufanya nini? Na kumwomba Mungu daima. Kwa hiyo alikuwa na mambo mangapi? Mawili. Kilichokuwa kinatangulia mbele ilikuwa ni nini? Sadaka. Kilichokuwa kinafuata ilifuata nini? Maombi. Na ndio maana toka mwanzoni nilikwambia, ninasema tuna maombi kadhaa, tuna mahitaji kadhaa, tuna mambo kadhaa ambayo tunamwomba Mungu. Lazima tuunganishe na sadaka, kwa sababu sadaka inaweza kumkumbusha Mungu. Amen. Kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Jamani, nasema Bwana asifiwe. Amen. Narudia, nasema kanisa, Bwana asifiwe. Umemaliza kusoma? Ongeza kidogo pale. Biblia inasema nini? Akaona maono wazi wazi. Kama saa 9 ya mchana. Kama saa 9 mchana. Malaika wa Mungu akimjia na kumwambia. Malaika wa Bwana akamjia. Malaika wa Bwana ameleta habari njema. Kwa nini ameleta habari njema? Kila Mungu anapoangalia jina la Kornelio katika watakatifu hakuwemo, lakini anapokuja kuangalia kwenye upande wa kitabu cha ukumbusho analikuta, jamani, jina la Kornelio kwamba ni mtu ambaye alitoa sadaka nyingi, alafu hakutoa mbele za Mungu tu, aliwapa watu. Kumbuka kuwapa watu sadaka. Amen. Wala sehemu. Amen. Jamani, Bwana ainuliwe. Kumbuka kuwapatia watu sadaka. Kumbuka. Mungu akubariki. Sijamaliza. Nilikuwa naongea na mwanangu Peter. Nikakuta tu saa 3 usiku. Huyu ninapigwa nje getini. Nimelala kama kawaida yangu na niwahi kulala. Pipi. Nani anayepiga hodi? Sasa nikawa mtu wako kunyanyuka na kutanipita. Natokea wapi? Nimetoka nyumbani tu hiyo. Nimeondoka nyumbani sana. Nimeondoka saa 2. Napenda kutembea usiku mwana. Kasema tunaona tu ninakumbuka baba. Ile sehemu ya kalao. Nikasema sana karibu. Sasa mdogo wangu alikuwa ameshapika chakula, tumeshakula. Nikasema bwana, hapa bwana unalalia ngumi. Sababu chakula hapa tumeshakula sisi. Akasema haina shida baba, mimi nimeshazoea nitakula ngumi. Chakula asubuhi nimeshazoea. Sasa nikaingia kwenye maongezi naye, nikasema sana baba. Akasema ndio. Nikasema la kwanza nataka kukushauri ni hili. Katika maisha yako Mungu